Shalom, shalom. Mungu akubariki. Ninaitwa Evangelist Joab Nzala. Nimependa tushare na wewe maneno mawili matatu yatakujenga. Nilikuja kuelewa dunia ni shule ama ni darasa ambayo kila anayezaliwa lazima ajifunze. Wengine walienda mbali wakasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Hayo ni maneno ya watu wa dunia, lakini ningependa uelewe dunia ni shule na imetufundisha vingi. Kuna vitu ambavyo hatukujifunza shule, tumekuja kujifunza kwenye dunia. Jambo la kwanza ningependa ujue, lazima uelewe unaweza kunywa maji ya kisima bila kuchafua kisima. Nimeona watu wengi sana wanapoachana na mtu kwa sababu ya udhaifu fulani, lazima waharibu kila kona ambako anaaminika. Nilikuja kuelewa kila mtu ana udhaifu wake. So kama nyota zenu, kama damu zenu hazijapatana, udhaifu wake ulishindwa kuubeba, usitake kila mtu ashindwe kubeba udhaifu wa mtu huyo. Nilikuja kuelewa kila mtu ana mapungufu yake, na Mungu aliweka watu wa hivi wanaendana na watu wa hivi. So usiharibu kisima mahali umekunywa maji tayari, kwa sababu we unaondoka ili wanaokuja wakose kunywa maji. Unapoondoka mahali, ondoka vizuri. Unapoondoka kwa watu, ondoka vizuri. Usiondoke kwa kiburi kwa sababu umepata mahali pa kwenda. Mungu akupe neema sana ya kuachana na watu vizuri. Jambo la pili nitaka uelewe, uwe makini sana na maneno ya kuambiwa. Uwe makini sana na maneno ya kuambiwa. Mara nyingi maneno ya kuambiwa yamebeba vitu vikubwa vitatu. Jambo la kwanza, maneno ya kuambiwa yamebeba roho ya uchonganishi. Jambo la pili, maneno ya kuambiwa yamebeba kukatishwa kwa hatima. Na jambo la tatu, maneno ya kuambiwa yamebeba kuua imani ya mtu ndani ya mtu mwingine. Ni vizuri uelewe, maneno yanapokuja kutoka kwa mtu mwingine kuja kwako yanabeba taarifa. Ni vizuri uelewe jambo hili la msingi sana. Taarifa inapokuja, huwezi kuiondoa nafasi ya mtu ili ukae hiyo nafasi. Watu wengi huwa wanadhani hawawezi kupata kibali mpaka wamharibie mtu mwingine. Wengi wana maneno ya kuchafua, wanapenda mwingine achafuke ili wao wawe wasafi, na hautawahi ona mtu anaongea madhaifu yake au mabaya yake. Mara nyingi watu wengi wanaongea mabaya ya mtu mwingine, na wakiongea wanaongea kwa uzito, tena wanaongea kama watu wa rohoni. Anakunja na sura ili muone kama ni mtu wa rohoni, lakini ya kwake hajaongea. So uwe makini kwenye maneno ya kusikia, kwa sababu yamebeba mambo matatu mabaya sana: kuua imani ndani ya mtu, kukatishwa kwa hatima. Wengi waliachana na watu ambao hawakufaa kuachana nao kwa sababu ya maneno ya kuambiwa. Kwa mfano, wahubiri ambao wewe unawapenda. Kwa mfano, wengine walikuwa wanawachumba, wakaletewa habari kuhusu huyo mchumba, akaacha kumwoa, akaoa mtu ambaye hakuwa wa hatima yake. Mwingine alikuwa anapenda mhubiri fulani, akaletewa maneno ya kuambiwa, akaacha kusikiliza huyo mhubiri, akaacha kanisa. Wengine walikuwa wanafanya kazi sehemu fulani, wakaletewa maneno ya bosi, akaacha kazi akidhania yale maneno ni ya kweli, kumbe anakatishwa kwenye hatima yake. Uwe makini sana na maneno ya kuambiwa. Maneno mazuri ya kuambiwa ni yale ambayo ukiishaambiwa mnampigia simu muhusika. Kama ni udhaifu, basi mnamuombea pamoja, kwa sababu hakuna mtu asiye na udhaifu. Na jambo la tatu ningependa uelewe jambo hili la msingi sana. Usiwe na kiburi sababu ya vitu ulivyo navyo. Usiwe na kiburi sababu ya huduma ulionayo. Usiwe na kiburi sababu ya pesa. Usiwe na kiburi sababu ya maisha. Nimeona kwenye umri wangu huu mdogo, waliokuwa juu wameshuka chini, na waliokuwa chini wamepanda juu. Nimeona waliokuwa na fedha zimeisha. Nimeona wasomi na wenyewe wamelazwa hospitalini, wanahitaji kutibiwa. Nimeona waliokuwa madaktari bingwa na wao wanatibiwa. Kiburi ni ishara mbaya sana kwenye maisha ya mtu. So nimekuja tu kukukumbusha ya kwamba dunia ni shule. Usikubali kiburi kikutenge na maisha ya watu. Usikubali kiburi kikuchagulie maisha ya kuishi. Usikubali kiburi kikuinue zaidi ya wengine. Vizuri kuishi maisha ya unyenyekevu, kwa sababu dunia ni shule.
Jambo la tatu la muhimu sana, ama la nne, kuna aina mbili ya watu wanaokuzunguka. Kuna aina mbili ya watu wote wanaokuzunguka. Najua ni kweli. Aina ya kwanza ni mwanamke na mwanaume. Hapo hapo kwenye aina mbili ya watu wanaokuzunguka ni wazuri na wabaya. Aina ya pili ya watu wanaokuzunguka lazima uelewe, ni watu wanaopenda ufanikiwe na wanaopenda ufeli. Na kwa bahati mbaya, wanaopenda ufanikiwe ni wachache kuliko wanaopenda usifanikiwe. Kuna watu unacheka nao leo, uko nao, unakula nao, unalala nao pamoja, wewe ukizani mko pamoja, lakini watu ambao wanaumia sana hatua zako. Ukisha anguka utagundua kuwa kumbe huyu mtu watu wengi walikuwa wanamfuatilia. Nilisikia mtu mmoja alipopata shida fulani, simu zilikuwa nyingi. Umesikia mtu fulani ile gari mpya amepata ajali. Yule mtu bwana amepata ajali, gari nyanga, lakini amepona. Unaona, wanaleta habari kwa namna ya kufurahia. Nimesikia watu wengine wakisikia mtu mwingine ameanguka wanafurahia, tulijua hatafika. So kuna wakati usitende tu dhambi kwa sababu ya kuogopa Mungu. Kuna wakati usitende dhambi kwa sababu ya kuogopa wingi wa watu wanaongoja ushindwe. Nielewe mpendwa, watu wanaotamani ufukuzwe kazi ni wengi sana. Watu wanaotamani ndoa yako ife ili wacheke waseme tulijua ni wengi sana. Na wengine wanaomba kabisa, wapo kanisani. Wengine wanasema huyu tunajua hatafika mbali. So kufanikiwa kwako ni ushindi mzuri sana kwa Mungu na kwa maadui ambao walikuwa wanatamani ushindwe. Mimi ninakuombea neema, Mungu akusaidie usishindwe, Mungu akusaidie usikwame. Kuna watu mlipoachana jana wakasema huyu bila mimi hawezi kwenda mahali, ikatokea umekwama, umerudi chini. Hao watu watafanya sherehe, na ninakuombea watu hawatafanya sherehe kwa sababu yako. Kama kuna mchumba alikuacha akasema hautawahi kuolewa, ninakuombea neema katika jina la Yesu. Kuna maneno ya watu na kuna maneno ya Mungu. Kama kuna mwanamke alikuacha akasema hutapata mwanamke mwingine, ninakuombea neema. Kuna maneno ya mwanamke na kuna neno la Bwana. Kama kuna ofisi walikufukuza kazi wakasema hautawahi pata kazi, na kuombea neema. Kuna maneno ya ofisi na kuna neno la Mungu. Ninakuombea hata wewe mwenye huduma ambayo watu walisema hautafika mahali na huduma yako imeanza inatetereka, ninakuombea neema ya kusimama. Mwanzilishi wa kazi ndani yako ataitimiza. Mungu akubariki, Mungu akujalie neema. Dunia ni shule na Mungu ni Mwokozi. Shalom, shalom. I love you. Joab Nzala. Barikiwa na Bwana. Wakati mwema. Barikiwe.